Baada ya karne moja ya kifungo na mateso, Dream, bwana wa ndoto, amerejea hatimaye katika ufalme wake. Lakini anapokanyaga ardhi ya ndoto, anakutana na maangamizi makubwa. Ulimwengu wake wa kale, uliokuwa na majumba na mandhari ya miujiza, sasa umesalia kuwa kivuli cha zamani. Mito imekauka, milima imeporomoka, na viumbe waliokuwa wakiishi humo wamepotea. Lucian, mlinzi na msimamizi wa maktaba ya ndoto, anamkaribisha kwa heshima na huzuni. Anamwambia kuwa wakati Dream alipokuwa kifungoni, ufalme wake ulianza kuharibika kwa sababu nguvu zake ndizo zilizoushikilia. Bila yeye, ndoto zilianza kufa na baadhi ya viumbe waliokuwa watiifu wakageuka dhidi yake. Miongoni mwa waliotoroka ni The Corinthian, jinamizi lenye macho yaliyotengenezwa na meno, kiumbe kilichoumbwa na Dream mwenyewe kuwakilisha hofu ya kweli. Corinthian alikimbia kwenda duniani wakati Dream alipotekwa, na sasa anaishi miongoni mwa wanadamu akifanya mauaji kwa starehe yake. Lucian anamwambia Dream kwamba Corinthian amekuwa akitembea duniani kwa miaka mingi, akihubiri hofu na machafuko. Dream anajua kuwa lazima amrudishe, lakini bado hana nguvu zake zote. Bila zana zake tatu za uchawi, mfuko wa mchanga, Helm na Lulu, hawezi kurejesha utawala wake kikamilifu. Anapoanza kurejesha The Dreaming, Dream anakabiliwa na changamoto kubwa. Hana nguvu ya kutosha hata kuunda jengo dogo. Hivyo anafanya jambo la kwanza. Anakusanya chembechembe za nguvu zilizobaki ndani ya ufalme wake, akikusudia kutengeneza kitu kitakachomsaidia kufuatilia zana zake zilizoibiwa. Lakini Lucian anamuonya kwamba kufanya hivyo ni hatari. Bila nguvu za kutosha, anaweza kufa kabisa. Dream anakubali hatari hiyo. Anaunda mawe ya kale ya ndoto, na kupitia ibada, anamuita kiumbe wa zamani na chenye nguvu sana, The 3-in-1 au The Fates, wajane watatu wa milele. Katika mwanga wa ndoto, Dream anawaita wanawake watatu wenye sura tatu tofauti: kijana, mwanamke wa makamo na mzee. Ni viumbe vya siri wanaojua kila kitu kuhusu hatima na siri za ulimwengu. Dream anawaomba msaada. Anataka kujua wapi alipo mchanga wake, Helm yake na Lulu yake. Lakini wajane hawa hawatoi majibu moja kwa moja. Wanapenda kucheza kwa mafumbo. Kila mmoja anampa nusu ya jibu kwa masharti makali. Wanasema, mfuko wa mchanga uko mikononi mwa mwanamke aliyewahi kumpenda Dream zamani, lakini sasa amegeuka kuwa mtafutaji wa wachawi. Helm ilichukuliwa na roho kutoka kuzimu. Lulu au Ruby iko mikononi mwa mwana wa mwanamke huyo, mtu wenye tamaa na diza ndani yake. Dream anaamka kutoka katika maono hayo akiwachoka, lakini sasa ana mwanga wa matumaini. Anajua anapaswa kuanza safari yake duniani, safari ndefu ya kurejesha zana zake tatu. Wakati huo huo duniani, tunaona kilichompata Ethel Cripps, yule mwanamke aliyeiba zana za Dream karne moja iliyopita. Ameishi kwa zaidi ya miaka 100 bila kuzeeka, kutumia mfuko wa mchanga wa Dream kumlinda. Amejijengea maisha mapya, akijulikana sasa kama Ethel D. Ethel ana mwana aitwa John D, anayejulikana baadaye kama Dr. Destiny. Huyu ndiye aliyechukua Lulu ya Dream na anaonekana kama mtu hatari anayehifadhi siri kubwa. Wakati Dream akiandaa safari yake, Corinthian anarudi katika ulimwengu wa ndoto kwa muda mfupi, akionekana mbele ya Lucian. Anamcheka Dream na kumwonyea kwamba dunia imebadilika, wanadamu sasa wanaota jinamizi bila kumhitaji. Anamshauri Dream aendelee kubaki mbali, lakini Dream anamjibu kwa ukimya wenye nguvu, akimwonyea Corinthian kwamba atamrudisha katika giza alilotoka. Corinthian anatoroka tena, akijua kwamba wakati wa kulipiza kisasi unakuja. Mwisho wa sehemu unaonyesha Dream akiwa amesimama mbele ya lango la dunia ya wanadamu, akiwavaa jobo lake jeusi na fusu la azima. Anasema kwa sauti ya chini lakini thabiti, nimepoteza kila kitu, lakini nitakirejesha. Nitaanza na mchanga wangu. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 100, bwana wa ndoto anaingia tena katika ulimwengu wa wanadamu, kuanza safari yake ya kurejesha nguvu, ufalme na heshima yake iliyopotea.